Sawa, kwenye tukibonyeza rejesha takwimu, kinachofanyika ni kama kuna update yoyote ambayo imefanyika, na kwa sababu yoyote ile app imechelewa kufanya update, na unabonyeza hiyo ya rejesha takwimu kwa maana refresh. Lakini utagundua hapa tumefanya filter ya vitu tumevizima, tukabaki tu na hii option ya leo. Ukibonyeza hapa tukasema kurejesha mpangilio, ukibonyeza hii atatuambia thibitisha urejeshaji, kwa maana ya kwamba yote vile ambavyo tuliona hapa ilipokuwa imefunguka mwanzo itajirudi. Kwa mfano tukasema hapana tafadhali, kwa hiyo tutabaki na hivi ambavyo tumeshaviset kwamba tumezima grafu, lakini pia tumezima onyesha kadi ya wanachama, lakini pia filter hizi tumeziondoa nyingi. Lakini tukisema rejesha mpangilio, ona kitakachofanyika. Nikisema ndio rejesha, itarejesha kila kitu. Kwa hiyo hapo utagundua subscription imerudi, kadi ya kutazama video kujifunza zaidi imerudi, na zile filter zote za mwanzo ambazo tuliziondoa zimerudi, hadi hii ya onyesha au feature graph nayo itakuwa imerudi kama unavyoona hapa. Kwa hiyo maana yake nini? Kile ambacho utakifanya kwa jinsi ya kuset hapa kwenye screen yako, vile vichache ambavyo unataka vione, ndivyo ambavyo application itaendelea kuitii mpaka utakapokuwa umebadilisha, kama ambavyo ninafanya hapa. Kwa hiyo nimerudi kwenye eneo langu la leo. Kwa hiyo huu ni kwa upande wa dashboard. Okay, kitu kingine muhimu kwa pale juu utagundua kwamba kuna icon ya mawasiliano. Ukibonyeza hapo juu anasema customer care WhatsApp. Ukibonyeza hii kutokana na simu ulionayo ama vile ambavyo umeseti WhatsApp yako, hii inapaswa kuunganisha moja kwa moja na huduma ya mtoa huduma, kwa maana Mjasiriamali and Tools. Ukibonyeza hii inakuunganisha moja kwa moja na itakwambia habari, nahitaji msaada kuhusu Mjasiriamali app, na unaweza ukatuma, alafu huduma ikaenda kwa moja kwa moja kwa Mjasiriamali app. Mara nyingine zinaweza zikakataa kutokana na setup kama ambavyo nimesema kwenye simu yako, lakini mara nyingi tunatazamia kwamba itakuunganisha moja kwa moja na WhatsApp. In case umetumia application umeshindwa kuendelea nayo, ama kuna jambo la kiufundi ambalo ungependa usaidiwe, basi unaweza kufanya mawasiliano moja kwa moja na wahusika wa Mjasiriamali and Tools. Sasa huo ni upande wa dashboard.